Mwanamke mmoja ambaye jina lake halijafahamika mara moja anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Arusha kwa tuhuma za kumfunga kamba mkononi na miguuni mtoto mdogo na kumpiga na kisha kumwanika juani kwa madai ya kuwa amekuwa akimwibia maandazi katika kata ya Sokontu wilayani Arumeru mkoani Arusha. Mwanamke huyo alifungiwa ndani ili kuepusha kupigwa na wananchi ambao walichukizwa na kitendo hicho, ambapo baadaye askari wa jeshi la polisi walifika na kumchukua mtuhumiwa huyo. Hii ni Hebrews Camp Online TV, Daniel Jeyala, Arusha. Neema. Tulikuwa kanisani. Kuna dada akajapo jirani yetu. Akatuambia kuna mtoto nimemkuta amefungwa mikono na miguu na kapigwa. Tunamuuliza na nani? Sasa yule dada amjui jina. Akasema kuna mama anauza mandazi pale chini. Tulikuwa watatu. Tukatoka kanisani tukawa tunashuka sasa ili tuje tumwangalie yule mtoto. Kwa sababu ukiangalia na mimi pia nina mtoto. Kwa hiyo sikujua ni nani. Nimefika hapo tukamkuta ndio Charlie sasa amefungwa mikono na miguu, mikono nyuma. Tukamfungua, amevimba, amepigwa, ameng'atwa. Tukamuuliza yule mtoto, "Ni nini?" Akasema ananisingizia nimeiba mandazi. Tukamwambia umechukua mandazi yake ili tumpe hela. Akasema mimi sijachukua. Tukamwambia poa, tukamwambia Maivoni, kwa nini umempiga mtoto wako hivi? Haja tusemesha. Tukamwambia hivi ingekuwa ni mtoto wako, ungevumilia ukute mtu amempiga hivi. Kama kiburi vile akawa anaingia ndani. Diwani akaingia. Diwani akawa anauliza ni nani? Tukamwambia huyu hapa. Ni nini kimetokea? Tukamwambia huyu mtoto hapa ndo amepigwa. Akamuuliza kwa nini umempiga? Amenibia mandazi. Mangapi? Hataki kuongea. Diwani akamuuliza unaitwa nani? Akakama analeta kiburi hivi. Diwani akatoka na akafika naye hapa. Akachukua karatasi na kalamu. Wakawa wanaandika maelezo. Tukamwambia amemaliza maelezo. Diwani akamwambia utakuja kukamatwa kesho. Tukamwambia diwani, kesho wakati tukio ni la leo, utamkamataje kesho? Akasema tutakuja kumkamata, atakamatwa kesho. Sisi tukawa tumebaki hapa sasa ndio watu wanaendelea kuongezeka. Nini tuambie jamani mtoto amepigwa? Mwambie diwani, mwambie mdada ampeleke mtoto wapi? Hospitali. Akasema subiri nitaongea naye. Kaenda kuongea naye dada akawa amejifungia ndani. Mwenyekiti ndo akaja. Mwenyekiti akasema, "Ngoja nimpeleke mtoto wapi? Hospitali." Alafu tafanyaje? Tutakuja kujua kinachoendelea kwamba ameiba mandazi. Mandazi mangapi? Anasema yeye hajui ni mangapi maana ameitwa njoo kakamatwa. Andike maelezo sasa amehusika. Sema andike maelezo kwa diwani. Obedi Melami, diwani wa kata ya Sokontu. Ilikuwa kwenye msiba, sasa kapata habari kwamba kuna mtoto amefungwa kamba na miguu. Anakaribia kufa, lakini baadaye nikakimbia, maana yake hakukuwa na uongozi wote kwa sababu ya msiba. Nikakimbia kamkuta kweli amefungwa kamba miguuni na mikono. Nikamfungua kamba hizi zenyewe ndio hizi hapa. Nilipomfungua nikamkabidhi mtendaji huyo mtoto ampeleke hospitali. Hizo kamba ndo ampeleke hospitalini. Sasa huyu nikawa nimepiga simu polisi wanakuja kwa sasa hivi, maana yake sikupata namba polisi mapema. Kwa hiyo wako njiani. Taarifa za wewe kusema kwamba huyo mtuhumiwa aandike maelezo lakini asihojiwe chochote leo hadi kesho, zikoje? Hakuna hiyo, hamna. Nilisema tu akae hapa kwa sababu nilikuwa mwenyewe, alafu sasa mama mwenyewe ni mjamzito, nisingeweza kumpeleka. Kwa hiyo nilikuwa nimepiga simu polisi wanakuja. Sijasema hivyo huwezi kuacha. Amekiri kwa sababu nimemuita akafungua mwenyewe, nikamwambia mfungue. Sababu? Sijaweza kumhoji sababu sana, anasema kwamba ameiba sijui. Nikamwambia ameiba nini? Anasema anaibaga. Nikamwambia hapana. Mandazi. Hapana, ni majina yake tu ndio nimechukua. Kwa haraka kwa sababu simfahamu. Majina yangu naitwa Lomayani Ngesilale Kivoyo. Mwenyekiti wa kijiji cha Uldadai. Kilichotokea hapa, tulikuwa kwenye msiba wa kumzika ule mtoto ambaye alipata shida ya kujinyonga. Lakini kwa bahati mbaya baadaye tumeitwa tena kwenye tukio la mtoto ambaye amepigwa na mama ambaye anamiliki duka lake hapa. Na sisi tukaja hapa wakati wa msafara wa kwenda kuzika. Basi tumeacha kwenda kuzika, tukaja kwenye eneo la tukio tena. Tumemkuta ule mtoto amepigwa, na tulichokifanya sisi ni kumchukua mtoto kumweka mahali salama, lakini pia ule mwanamke amejifungia ndani.
Kwa hiyo habari ni kwamba tumetoa tu habari polisi, taarifa polisi, na polisi wamekuja kumchukua. Chanzo cha mlivyomuoji, anasema sababu iliyopelekea kumpiga nini? Sijafanikiwa kumuoji, lakini wako waliomuona kwamba alikuwa anasema ule mtoto amemuibia andazi, na mimi nimehojiana na mtoto, lakini mtoto hakuiba andazi. Basi tu kuna historia ya siku za nyuma ambayo inawezekana ndio ule mama amenukuu.